maadui zangu nisipate kuwaona, maana Bwana nataka nikakuona ukiwa mtetezi. Bwana Yesu asifiwe. Najua nataka nikupe ushuhuda wa bishop mmoja aliyechukua maombi zaidi ya siku 7. Maombi yale ni kwamba alikuwa kanisa naliona lina vita, maana kuna vikwazo, kanisa linafifia. Akahisi kwamba hapa ndani kuna dhambi, mbone kanisa watu wanakwisha. Akachukua maombi ya siku 7. Bwana Yesu asifiwe. Alipochukua yale maombi ya siku 7, ilipofika siku ya 7 saa 6 usiku, malaika wa Bwana akamshukia akamwambia, nimekusikia mwanangu, lakini kuna miujiza ambayo nataka nikutendee. Akaona kuna unyoya unakuja wa kuku. Bwana Yesu asifiwe. Ulipopata ukaja kwa ganja lake, akaambiwa ya kwamba huo ndio utakuhakikishia kwamba utakujua ni nani ambaye anamaliza kanisa lako. Bwana Yesu asifiwe. Na ukifika kanisani asubuhi, ukisimama kwa ushuhuda, utachukua halafu utopuliza huko. Bwana Yesu asifiwe. So yule utakayemwangukia yeye ndiye atakuwa ni adui, ukimgusa ataanguka na atakufa. Utajua yeye ni adui yako. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu akafanya kama alivyoambiwa na Bwana. Haleluya. Jumapili na mapema alikuwa wa kwanza kuingia kwa madhabahu. Akapiga ombi, maana anasema kwamba Bwana amenijibu ombi langu. Leo nitaenda kujua ni nani ambaye anatatiza kanisa langu. Bwana Yesu asifiwe. Ibada ikafunguliwa, kwaya zikaimba, ushuhuda watu aliposhuhudia. Ilipofika katikati akawa anasikia cheche, mwana hapana, adui yangu yuko hapa, ni sharti nipate kumjua. Akasimama mtumishi wa Mungu akamwambia mtangazaji, na mimi nataka nishuhudie leo. Bwana Yesu asifiwe. Akapewa nafasi, maana baba amesimama. Akasema kwamba mnajua kwamba wiki nzima ilikuwa sipatikani, maana niko na maombi. Akaambiwa basi leo nimekuja na habari njema ili Bwana akapate kutimiza alilonabia. Lakini kitu ambacho nataka nimwambie kwamba basi huu nyoya ambao nimeushikilia, Bwana ameniambia niupulize kwenu, lakini yule utakayemgusa ataanguka, atakufa, huyo ndiye adui. Kila mmoja akafunga sauti yake, maana amesikia kifo. Hapo mchungaji hakuambiwa amen. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji akafanya kama alivyoambiwa na malaika wa Bwana, akapuliza na nguvu kabisa, akaambia watu simameni ili yule adui tumjue vizuri. Mpaka wazee wakasimama. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunajua wanaokaa katika madhabahu ni watakatifu. Luzoga lukupulizwa. Bwana Yesu asifiwe. Unyoya ukaanza kuenda na upepo, ndugu. Ukifika kama umefikia mtu naye anapuliza, maana hataki kufa. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, uona paka umefikia ukapuliza ukaenda kwa mwingine, unyoya ule ulizunguka kanisa zima paka ukarudi tena madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe. Uliporudi madhabahuni, wazee wako chonjo chonjo, ukiona karibia wanapuliza unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Unyoya ukazunguka mpaka ukamkaribia mwenyewe, akaruka akapuliza na nguvu, ukatoka mbio kwa dirisha, maana hakutaka kufa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. So ina maana ya kwamba hata tunapokuwa katika hekalu la Mungu hatujakamilika, matendo yetu hayampendezi Mungu, na hakuna yule ambaye ni mwaminifu, ni mkamilifu mbele za Bwana. Inatupasa tukapate kurekebisha, tujaribu sana ili tukapate kumwona huyu mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi nikaambua ndio wako. Nafikiria watoto wangu sheti bado kana miaka 4. Nakapuliza katoke mbio baba. Bado nangojea.